Jovita. Unaenda wapi na fimbo? Unaenda wapi na fimbo? Nilikuwa namwekea vizuri tu. Wewe unamwekea vizuri na wakati umeokota hapa? Emlete fimbo. Muone kwanza. Roho mbaya tu. Wewe muone mwenzako kama maoni. Mpaka unamletea roho mbaya. Toka hapa. Sawa. Una nini? Amka basi. Hamna kitu? Hamna kitu. Inuka. Wazako nimefumaniwa leo. Ulikuwa unataka kufanya nini? Sinitaka nichukue fimbo ya yule mrembo kipofu. Nitupe huko maana nimkomeshi. Hivi unaona unachokifanya unafanya sahihi kweli? Potelea pote bwana. Yaani kuna vitu nafikiria sipati hata majibu. Hivi Jovita mimi nimemkosea nini? Kiasi kwamba kunifanyia vitu vyote anavyonifanyia. Kitu gani kikubwa mno nilichomkosea? Basi kama nimemkosea, basi angenifuata niambie. Sala moja mbili tatu umenikosea mimi sijapenda. Mimi ningemuomba msamaha mambo yangeisha. Lakini sivyo anavyonifanyia. Ananifanyia mambo mengi sana mabaya. Kuna siku nilimwagiwa maji na hisi ni yeye. Kama alifikia hatua ya kutaka kuchukua fimbo yangu ambayo mimi ni kama macho yangu. Unafikiria mangapi ambayo amenifanyia? Kwani kitu gani kikubwa mno nimemkosea kakaangu? Niambie basi. Sawa. Jaribu kufocus kuhusu masomo. Jovita ni mjinga kama wajinga wengine. Asikuumize kichwa. Achana naye. Alafu sawa. Hadi umetoka. Ila James. Niambie kama kuna sehemu nimemkosea Jovita. Maana wewe una macho. Inawezekana unaona mapungufu yangu mimi sioni. Niambie basi kama nimemkosea Jovita mimi nikamwomba msamaha. Unajua mimi sipendi kabisa maugomvi. Siku ile aliponifuata na kuniomba msamaha, mimi nikajua yale mambo yameisha. Nikampokea kama ndugu yangu na tuishi kama zamani. Lakini siku zinavyozidi kwenda, anazidi kunitendea maunyama. Ila sawa. Umesema majibu yametoka. Unaonaje? Tuna uhakika wa kufaulu kweli? Mimi nilivyoona sio mbaya sana. Tumombe.
nimekukosea nini mpaka unanifanyia hivi lakini? Jovita. Wewe Jovita. Hivi unajikuta nani wewe? Kwenye hii chuo. Isitoshe, mtoto wetu ni kipofu. Hivi unajisikia kweli unachokifanya? Wewe. Koma. 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 Fuata kilichokuleta hapa chuo, mambo mengine hayakuhusu. Unasemaje? Sema sasa nikuzibu. Hadi wewe leo unanigeuka. Kwa hili sitokuvumilia. Jamani, Jovita. Unajua sasa hivi umepewa barua ya kufukuzwa chuo. Au wazi hilo. Sasa hivi unataka kuanzisha maugomvi mengine. Yaani wewe mnaongea. Sema sasa cha kufanya. Twende hostel tukachukua begi nikupeleke stendi. Haya mateso yote. Daula wakati umelala kule, mwalimu alituita. Sasa kwa sababu umelala nikaona nikuache bwana upumzike. Nikaenda tu mwenyewe. Mwalimu kule ametupa kazi. Sawa? Mimi nakusikia. Wewe endelea tu. Mwalimu bwana akatugia kazi. Hapa tuna safari hapa, tunatakiwa tuondoke. Tuondoke kati ya leo, ikiwezekana au hata muda wote. Kuna kesi ya ubakaji Iringa, tunatakiwa tuende field. Ukaifuatilie. Kesi hii mfuatiliaji ni wewe. Ila kwa sababu mimi nipo pamoja na wewe na mwalimu nimwambia siwezi kuacha. Kwa hiyo utakapokuwa tayari tutawasiliana na huyo mtu tuende tukafike kwa. Na kwa kuwa ni kesi yetu ya kwanza, katusisitiza sana umakini. Lakini kesi hii ilikuwa ukaifuatilia wewe. Kutokana na hali yako mimi nikamwambia mwalimu siwezi nikakuacha mbali. Nitakuwa karibu na wewe popote pale kivyovyote. Kwa hiyo sisi hapa kama sasa hivi hapa tunaweza kujiandaa, tunajiandaa tunaondoka. Lakini kama umechoka sana hata kesho. Asubuhi sana ndio. Basi tufanye kesho asubuhi maana sasa hivi muda umeenda. Na kutoka hapa Mikumi mpaka Iringa mbona uchukue hata masaa mengi. Na tukatoka kesho asubuhi afu tukafika kule mapema tu. Tufanye kesho asubuhi. Haya mateso yote ya nini? Amenichita dini. Jovita. Na mambo yangu mengi ya kufanya. Nimekuja kukusikiliza. Yaani dakika moja nafikiri itanitosha huko hapa. Ongea chapchap. James. Nilikuwa natamani angalau hata hiyo dakika moja. Hili mradi niongee kitu kilichokuwa ndani ya moyo wangu. Hujue moyo wangu unazungumza nini juu yako. James. Mimi sina mambo mengi, sina maneno mengi sana. James, mimi nakupenda. Tena nakupenda kutoka moyoni. Siwezi mimi kufanya kitu chochote zaidi. Yaani siwezi. Muda wote mimi nakufikiria wewe, tena kukuwaza wewe. Sifanyi kitu chochote mimi. Kwa hiyo please James, ndio maana nimekuita na kuomba unisikilize. Yaani ningejua kama unachoniitia ndio hiki. Wala nisinkuja. Alafu naomba nikwambie kitu kimoja kama sio viwili. Cha kwanza, naomba utambue kwa mimi nina mahusiano yangu. Cha pili, fahamu kuwa mimi ni mwaminifu kwenye mahusiano yangu. Mtu nilionaye ninampenda. Ninampenda sana. Nampenda kuliko kitu chochote.
Yaani nampenda kiasi kwamba yaani sioni kitu cha kumfananisha naye. Nampenda sana. Kwa hiyo siwezi kumfanyia kitu chochote kibaya mbele yake. Siwezi nikamzuru, siwezi nikamchiti kivyovyote. Labda mimi nikushauri kitu kimoja, Jovita. Cha kufanya wewe tafuta mtu aliyokuwa sahihi kwako. Na ikishindikana basi baki mwanao mwenye upendo wako. Hiyo nafikiri itakusaidia sana. Hapana James. Mimi siwezi bila wewe. Naomba nipe angalau hata nusu saa tu. Uone jinsi gani mimi moyo wangu kwako uko vipi. James, mimi nakupenda. Nafanya mambo mengi yote kwa ajili yako James. Hata haya yote nayomfanyia Sara. Sio kwamba namchukia. Yote ni kwa ajili yako James. Mimi nakupenda sana James. Hasa nikiwaona wewe na Sara mpo karibu sana. Hicho kitu mimi kinaniumiza sana James. Please nakuomba. Jovita. Nafikiri kwa wakati mwingine tutazungumza. Saizi mimi naomba uniache nifanye mambo yangu. Kwa hiyo nitalifikiria kwa sababu sio kitu ambacho niliwahi kukifikiria au kukitarajia. Kwa hiyo niache nikalifikirie. Jibu lolote nitakalokupa wakati wote itakuwa ni sahihi kwa upande wangu. Nafikiri umenielewa. Kwa James. Itakazokuwa basi nitakujulisha. Kwa mimi nafikiri tumeelewana. Shoga yangu. Niambie, umenifurahisha ulipomtolea uvivu yule. Maana nilikuwa sipendezei kabisa tabia anazozifanya. Sema ndio hivyo tu. We nawe. Kila Jovita. Halo.